linauzwa. Na kama mnavyojua kipindi kile nakuja hapa kulikuwa hakuna paving, hakuna garden, hakuna maua, vitu hivi vilikuwa havipo. Sasa hivi kuna maua, ndani kuna furniture, na hili gorofa ni kukumbushe tena ya kwamba lina muunganiko wa apartment kama 4 au 5 sikosei. Tutaenda ndani na tutajionea. Na hili gorofa liko full furniture, lina kila kitu. Na maana ukilichukua hapa kwa wale wenye extended family unahamia na mabegi yako tu ya nguo na kadhalika, lakini furniture, viti, mafriji na kadhalika vyote vipo ndani. Hii gorofa limejengwa kwenye kiwanja cha ukubwa wa square mita 1500. Umeona bwana Na bei yake ni shilingi bilioni 1.5, maongezi kidogo yapo. Umeona? Karibu sana ujipatie hii gorofa. Sasa tutaenda ndani step by step, nitakuonesha mchanganuo wa hili gorofa. Umeona lilivyokaa. Gorofa limejengwa kinyamwezi sana. Umeona? Gorofa ni zuri ajabu, zuri mno. Umeona? Sasa kwa wale ambao wanapenda kuishi, nimesema una extended family, unataka nyumba kubwa ya kuishi na familia yako kama Wahindi, hii hapa. Lakini kwa wale ambao wanataka kufanya biashara za Airbnb, unakaribishwa kujichukulia hii nyumba ili ufanye mambo yako. Gorofa ni hili hapa. Sasa tukianza na upande wetu wa kulia, tuna apartment yetu ya kwanza hii hapa. Hii bwana ina vyumba vitatu vya kulala, ina sitting, ina dining, ina sitting, ina jiko na store. Umeona? Store yake ndio hii hapa, haina kitu, lakini sitting umeiona hiyo hapo imekamilika na jiko limekamilika. Lakini hapa kuna chumba chetu cha kwanza. Umeona ambacho chenyewe sio master. Lakini tuna chumba chetu vile vile cha pili ambacho na chenyewe sio master. Na tuna chumba cha tatu hiki hapa ambacho chenyewe ni master. Umeona hiki chumba cha tatu ambacho ni master hicho hapo. Lakini huku tuna choo cha watu wote, public toilet. Umeona public toilet. Hii ndio apartment yetu ya kwanza. Meza ya kupasia hiyo hapo. Lakini kwa wale ambao watataka kupangisha vile vile, wakati unasubiri mteja wa kununua, kwa wale watakaotaka kupangisha, hapa ni hii ya vyumba vitatu dola 150 kwa siku. Hii ya vyumba viwili ni dola 100 kwa siku. Hii hapa ya pili mkono wangu. Tuliingia kulia, sasa tuko kushoto. Tunayo ya pili ambayo ina hii hapa, ina sitting hapa mwanzo. Na anayenunua vile vile ni kupe taarifa ya kwamba tunakuuzia na vitu vyake. Umeona hatutoi chochote hapa. Hichi ni choo cha public. Hivyo vitu vimekaa katika muundo ule ule, meza ya kupasia hiyo hapo. Lakini tukija hivi kuna chumba hiki hapa, chumba kikubwa tu ambacho chenyewe ni master na choo. Nyumba ni full AC mteja wangu, full AC. Umeona kiingia huku kuna kingine, godoro lake liko juu tu pale, na ni full AC vyumba vyote. Paka kwenye sitting na kwenyewe ni full AC. Umenielewa Nyumba hii hapa kwa bilioni 1.5 njoo tumalize biashara tajiri. Sasa utapiga mahesabu. Hii inaweza ikafanya return kabisa kama hii moja tu hiyo hapo ni dola 150 kwa siku, ambao ni dola 4500 kwa mwezi. Hii ni dola 100 ambao ni dola 3000 kwa mwezi. Hapa tu chini una make dola 7000 kwa mwezi. Tajiri. Hiyo biashara ni nzuri na inaweza ikarudi. Na kumbuka nyumba haihami, unakuwa umenunua asset yako nzuri. Na uzuri wa hizi nyumba za Airbnb haziharibiwi na wapangaji, kwa kuwa wanakuja wanakaa mwezi wanaondoka. Sasa tukipanda hapa juu kwanza, kuna hapa, hii ni corridor. Kuna hii varanda yetu ya hapa. Umeona bwana varanda ya kibabe sana, ambao unapata view ya huku kule chini tulikotoka. Sasa hii hapa, hii stage ya pili hapa ina nyumba moja tu ambayo ndio apartment kuu.
Ukiingia hapa tunaingia sitting sitting yake na nani hapo na dining yake hapo, lakini hapa sitting pia kuna varanda ya pili hii hapa kwenye hii stage. Sasa hapa kuna watu wanaishi hapa, sitoweza kuingia kule mavyumbani, ila ina vyumba vikubwa sana, vikubwa mno, kubwa sana. Umeona? Sasa tukiendelea kupanda juu hapa, hiyo ndio apartment ya 3 Tukipanda sasa juu, panda juu, mteja wangu. Hapa kuna apartment ya 4 hii hapa. Inaanza na sitting, nakuja na jiko lake hilo hapo. Hii ina vyumba viwili, chumba cha kwanza hicho hapa, cha pili hicho hapa, choo kile pale. Vyumba ni ukubwa, ni size ni ile. Umeona Sasa hii nyumba bwana ina sifa kadha wa kadha. Hii hapa ni sehemu pale tulikopandia. Hii hapa ni store. Hii ni store. Lakini hapa hiyo ni public toilet. Lakini hapa tuna sehemu mtu unaweza ukafanya party. Unaweza ukaamua ukafanya party hapa ya kibabe sana. Ukiweka mayale manguzo huku, siku una party yako, unafunga nani juu, mahema juu, unafanya party yako hapa na wana. Ni bonge ya ukumbi, yani ukumbi mkubwa kabisa wa kufanyia party. Lakini huku juu tupande zaidi mpaka mwisho, nataka kukuonesha view. Ukisimama hapa kwenye hii nyumba juu, unaona bahari, unaona ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini pia unaona posta, na vyote nitakuonesha. Hapa ni sehemu ya juu ya kupumzika wakati wa jioni. Unaweza ukaweka shade hapa, lakini tuna tenki la kibabe sana. Umeona? Sasa bahari hii hapa. Kwa hiyo tukiwa hapa tuna view bahari. Nafikiri pale unaiona bahari. Lakini kwa wale ambao macho yao yana shida, ngoja nikusaidie kuileta karibu bahari hii hapa. Kwa hiyo hapa nilipo nasikia kabisa upepo wa bahari ukinipuliza, na majirani wako vizuri, wanaendelea kujenga. Wanaojenga sio haba. Lakini hapa ni ofisi za halmashauri ya wilaya Kigamboni. Umeona Lakini vile vile barabara ya lami ni ile pale. Ngoja nisimame kwa hapa nikuoneshe barabara ya lami. Barabara ya lami hii hapa. Nafikiri umeiona lami hiyo hapo. Halafu kituo cha polisi cha Kigamboni hichi hapa. Sijui umenielewa. Kwa hiyo hapa ni karibu sana. Karibu mno, na ni karibu na barabara ya lami, ni karibu na posta, ni karibu na bahari. Karibuni sana mjipatie hii nyumba ambayo inauzwa kwa bilioni 1 na milioni 500. Nyumba imekaa kibabe sana. Huku bado ni sehemu ambazo ukiwa na party zako kama birthday, anniversary, etc. unaweza ukaja ukafanyia hapa. Hii nyumba kwa kweli ni nzuri, inafaa kwa biashara, inafaa kwa kuishi na kadhalika. Karibuni sana mjipatie hii nyumba. Asanteni.